ninajua uwezo wako, kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Oh Bwana, ninajua uwezo wako, kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Everybody Bwana. Inasema tuwe nazo sasa hivi ni neno la kupeleka injili ya Mungu kwenye mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndo level ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Tamko milioni 10 hapa, mtu mmoja akimbie tu kwamba anafanya. Tunaona wengine wanafanya, wanamwabudu Yesu huyu ambaye tunamwabudu. Ili tuweze kumdhihirisha Yesu, lazima kitendo cha imani kiingie katikati. Bila hivyo hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa hivi, wengi tunataka muujiza, si ndio hivyo? Tunataka miujiza. Ukisikia mchungaji fulani wa miujiza amekuja, tunakimbia. Tunataka tuone miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukuonesha miujiza kama hujaenda kukaa mbele zake akupe ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Ule ufunuo unazaa imani, zikikutana imani na ule ufunuo, muujiza unauona. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako, Bwana Yesu asifiwe, ikikutana na ule ufunuo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, inazaa nini? Muujiza ambao unautafuta, unakimbia kule na kule na kule. Muujiza wako unao wewe, unatembea nao kila siku, kila wakati uko nao. Ni kwamba wewe unachokiomba ni cha mwisho. Wewe unaomba muujiza wakati hujaanza huku kuangalia natakiwa nifanye nini. Nisikie sauti ya Mungu, nimsikie Mungu anasema nini, anipe ufunuo. Ule ufunuo anaonipa niingize kwenye matendo, ndio imani. Nikiingiza kwenye matendo, vitu vinajipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wababa hoye, hoye, amen. Kwa hiyo kabla haujaomba muujiza, kabla hujaangalia muujiza, angalia ni nini Mungu anataka ufanye. Miujiza ipo. Mimi hakuna namna unaweza kunidanganya ukaniambia haipo. Yaani hakuna namna ambayo unaweza ukanidanganya ukaniambia nisiamini kwamba haipo. Hata hapa nilipofika ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwako wewe inaweza kuwa ni kawaida, lakini kwangu mimi kila nikikaa, Bwana Yesu asifiwe, kila nikikaa nikiangalia kushoto, kulia, mbele na nyuma, naambia Mungu nakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ile somo la Jumapili alikuwa anafundisha kucheza. Mimi siwezi kuacha kucheza. Kwa sababu gani? Kila ambacho nikiangalia kwangu ni muujiza, lazima nicheze. Kama waganga na wachawi ukienda kwao wanakufunga kikoi, anakuambia rudi, fanya hivi, fanya hivi, unacheza. Kwani usimchezee Mungu? Kwani usicheze kwa imani? Bwana Yesu asifiwe. Sio tunacheza tu, wengine anaweza kana kuangalia, anaona unacheza. Mimi wakati nacheza moyo wangu nasema Mungu kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na kurudishia wewe sifa, kuna kitu. Sichezi mradi kucheza, lakini kucheza kwangu nacheza kwa imani. Ninaitoa sadaka ya imani kwa kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, imani ni kushiriki majukumu na Mungu. Imani ni kushiriki majukumu na Mungu. Mtu anaweza kanishangaa akasema, unaweza kumsaidia Mungu kitu? Mimi sijakwambia umsaidie Mungu. Nimesema imani ni kushiriki majukumu na Mungu ili aachilie mpenyo aliyekuahidi. Imani ni kushiriki majukumu ya Mungu na Mungu, kushiriki majukumu na Mungu ili aachilie mpenyo aliyekufanyaje, aliyekuahidi. Mungu sio mwajiri wetu. Tusimfanye Mungu mwajiri wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sio mwajiri wetu. Lakini Mungu anachotufundisha, Bwana Yesu asifiwe, ili uweze kupata kitu fulani, anahitaji na wewe ufanye kitu fulani. Ndio maana ya kushiriki majukumu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu hataki tu tuamke asubuhi tumekaa kwenye vitanda vyetu, Mungu naomba fedha ishuke huo sasa ni ushirikina. Lakini Mungu anapotaka kukupa fedha, anataka abariki kazi ya mikono yako.
hakupi fedha inatoka mbinguni, lakini anaibariki kazi ya mikono yako, kwamba kuna kitu unakifanya, yeye anakuja kubariki hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sio, unanielewa? Lazima wewe unafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine Mungu katika kufanya anakuinulia watu. Bwana Yesu asifiwe. Anakuinulia watu. Wewe saa nyingine unawafukuza, unawakimbiza. Bwana Yesu asifiwe. Anakuinulia watu, lakini hatuoni. Kwa sababu vyote viko hapa duniani, hakuna ambacho kinatoka kule, vyote viko hapa. Kuna watu wamekuhifadhia, anapokuletea unawakimbiza na maneno yako. Badala ya kuonesha imani, wewe unaonesha maneno. Wewe Freemason toka. Wewe ni nani? Sijui siri ya utajiri wako. Unataka ujue kusaidia nini? Wewe unajua siri ya umaskini wako? Bwana Yesu asifiwe. Unafahamu siri ya umaskini wako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani maana yake ni kushiriki majukumu na nani? Ili usione kwamba mimi ni maneno yangu nasema. Twende kwenye maandiko ambayo unayasoma. Wakorintho wa kwanza 3:9. Na sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Fungue na Yakobo, maanisha na Yakobo. Yakobo 1:22. Inasema, sentensi yangu nimewambia, Mungu, imani ni kushiriki majukumu na Mungu. Si ndio hivyo? Kwenye Wakorintho anatuambia, maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Sisi tu wafanyakazi pamoja. Mimi nikisema niko pamoja na wewe, Bwana Yesu asifiwe, kwamba kuna kitu unafanya na mimi nafanyaje? Ndio tuko pamoja. Ile kauli kwamba tuko pamoja kiroho tuachane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Nyie endeleeni kuomba morning glory, tuko pamoja na nyie kiroho, tuachane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kukuona. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba tuko pamoja na wewe kiroho, nyie endeleeni kutoa, tuko lakini niko pamoja. Toa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Ile kauli tuko pamoja kiroho tuachane nayo. Twende kwenye kauli ya kutenda. Ukiwa pamoja na mimi, Bwana Yesu asifiwe. Ukija hapa unakutana na mzee Lota asubuhi saa 12 yuko hapo. Mama Beatrice yuko hapo saa 12 ameacha kitanda na mvua. Mimi ndio leo nipa moyo naambia ese kijana lazima uamke. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe pamoja na wao. Hatuwezi tukasema tuko pamoja halafu wewe hatukuone, hatuko pamoja. Hatuko pamoja. Maana ya kuwa pamoja, tunafanya kazi pamoja na Mungu. Mungu anachokitaka kutuona tunafanya kazi na yeye. Si ndio hivyo? Kufanya kazi na yeye ina maana sio tunamtegemea tu yeye afanye. Anatutegemea na sisi tufanye. Ndio maana ya imani. Kile tunachokifanya ndio kinaonyesha tuko pamoja na nani? Na Mungu. So tusikae tu tukamwambia Mungu fanya. Vitu vingine Mungu anakuonesha. Mimi nimejifunza kuna vitu Mungu anakuonesha ndani ya kanisa. Vitu vingine hutakiwi kupeleka kusema jamani tufanye hiki na hii. Amekuonesha wewe fanya. Hawezi kukuonesha kitu ambacho hauwezi kukifanya. Anakuonesha kitu ambacho kiko kwenye uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amekuonesha uninunulie shati, usitake kupeleka tena kwa watu mkae kikao. Fanya, leta. Kwa sababu gani? Anataka kuachilia mpenyo kwa wewe kufanya tendo la imani. Tunakaa tunajionea huruma. Tunakaa wanyonge. Hakunanga hiyo. Hiyo ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa mnyonge namna hiyo mnyonge. Hakuna. Fanya tendo la imani. Simama. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anayekuonea huruma. Huruma haipo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anayekuonea huruma. Simama. Tunaowaona ambao wanatangazwa huko ni watu walioshinda. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliotoboa ndio tunawaona. Wewe unajionea huruma, hatuwezi kukuona. Unasema nini? Nasema hivi, wale waliopewa talanta. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akaifukia. Wengine wakaenda kuizalisha. Alipokuja yule bwana akasema hivi,
wewe kwako iko wapi? Akasema ulinipa 5 nimezalisha iko 10, ulinipa 2 nimezalisha iko 4. Alafu Yuda kujionea huruma kama mimi na wewe, nikasema Bwana, unajua nilifukia lakini ipo ile. Sema pumbavu, toka, leta hiyo moja, chukua mwenye 10. Inatudhihirishia kwamba hakuna huruma. Huruma unaitafuta haipo, ipo kwenye imani tu. Bwana Yesu asifiwe. Ipo kwenye kutenda. Kila siku Januari tu Disemba huko vile vile. Kwani usikae ukajiuliza kwa nini? Na ninamwabudu Mungu aliye hai. Tunaogopa hata kutoka kwenda kuhubiri kule, tunaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa sisi tukende kuhubiri, sisi ndio tusaidie watu kiroho na kimwili. Sio twende kuhubiri alafu tudai na sadaka. Tumtoe kule hali hapa, tumfundishe alafu ataanza kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio tunaenda tunamaliza tunamwambia tupe sadaka. No, twende tumlete hapa tumfundishe, tumwambie 1 2 3, atajifunza utoaji, ataanza kumtolea Mungu, sio binadamu. Ndio maana tunaitwa majina mengi kule. Tuchukue matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Tuchukue matendo ya imani. Tusijionee huruma. Tuache kufukia vitu, tusifukie vitu. Toa tutendee kazi. Ndio maana huo mfano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnisamehe. Chochote unachotaka Mungu afanye na wewe unacha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho Mungu unataka Mungu akufanyie na wewe una chako cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasema naongea nini? Bwana Yesu asifiwe. Naongea nini? Kwani Lazaro alipokufa ilikuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Si Lazaro ndo alikufa? Si ndio hivyo? Alipofika pale Yesu, kwa sababu kile Yesu akija hapa sisi tutasema tumepona. Si ndio hivyo? Tumepona. Akawaambia wako kwenye msiba, wana huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia mimi najua baba yangu ana uwezo wa kumfufua huyo, lakini kabla hajamfufua viringisheni jiwe. Kwani aliita malaika waviringishe? Swali watu waliviringisha pale. Toeni jiwe. Baada ya kutoa ilitokea nini? Ndio yeye akafanya. Wasingetoa, angetoka kwenye ile jamu, kwenye ile kaburi. Asingetoka. Unasema nini? Nasema hivi, twende tena kwenye andiko lingine. Alipokuwa harusini, Bwana Yesu asifiwe, pale divai ilipoisha, Yesu alifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Mama yake Yesu akamwambia Yesu kwamba Baba, imeisha. Mama yake Yesu alijua huyu ana uwezo wa kufanya jambo. Sio hivyo? Yesu akamwambia mimi na yeye tuna nini? Mama yake Yesu hakujibu, akawaambia wale watu, chochote atakachowaambia fanyeni. Chochote atakachowaambia fanyeni. Yesu akawaambia chukueni maji, wekeni kwenye haya mabirika, alafu chota, pelekeni. Wewe unaweka maji kwenye birika, alafu unachota, unampelekea mfalme. Wewe unajua kabisa anachota maji. Unampelekea maji mfalme, anataka maji. Lakini alipofika, kwa sababu walichukua hatua ya kufanya kile kilichoagizwa. Walipopeleka mfalme akasema, aisee, mbona kikawaida tunapewa zile nzuri mwanzoni, lakini hii ni tofauti, mmetuletea nzuri Lakini walichukua tendo la nini? Tusikae tu tunasubiria Mungu afanye. Tusikae tu tunasubiria Mungu afanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kulihusisha neno la Mungu. Imani sio kubahatisha. Lazima uwe na neno ambalo umelisimamia. Imani sio mabahatisho, sio mchezo wa kubahatisha. Lazima uwe na kitu ambacho umekisimamia. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposimama namwambia Mungu, ulifanyika kuwa maskini ili mimi niwe tajiri. Asubuhi, mchana, jioni ndilo neno ambalo nalisimamia. Ulipigwa ili mimi niwe mzima. Asubuhi, jioni ndilo neno nalolisimamia. Alafu sikai tu pale nalisimamia. Kama nimeamini kwamba yeye alifanyika maskini ili niwe tajiri, ninatoka na kwenda kufanya kazi. Natoka na kwenda kutafuta. Lakini nina kitu nakisimamia, naambia Mungu, umesema utabariki kazi ya mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nasikia maumivu, ndio najisikia hivi, lakini nachukua kitendo cha imani kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niwasomee kwa haraka matendo ya imani. Mnanipa dakika